Nakumbuka kuna wakati nilikuwa na rafiki yangu tunapiga story ndani ya gari. Akaniuliza, "Je, ushawahi kupata shida ya kutafuta kazi wakati umefukuzwa?" Alikuwa anafanya kazi sehemu fulani, akapata changamoto akaacha kazi. Alisema alihangaika sana, alipata shida sana. Alikaa zaidi ya miezi mitatu bila kupata kazi. Na hicho kitu kilimfundisha kwamba kitu cha muhimu cha kufanya siku zote, mtu yoyote ambaye labda ana ajira au labda mtu anafanya biashara, ni muhimu kuweka fedha ya akiba. Hiyo fedha ya akiba inawezekana ukaweka kwa nia tofauti, lakini hii fedha ya akiba leo tutaita emergency fund. So kama uko tayari kujifunza emergency fund, uko sehemu sahihi. Hapa nilipo na merchandise yangu hii hapa ya Ushindi Mug. Ya unaweza kutumia namna yote, unaweza kutumia kahawa, unaweza kutumia majani ya chai, kwa wewe unapoamua. Kama hapa mimi nimekunywa kwa kutumia kahawa tu na maisha yanaendelea. So tukija katika mada, nini maana emergency fund? Hii ni pesa ya dharura ambayo itakuwezesha wewe kama binadamu kukava vitu ambavyo ni vya ghafla. Kwa mfano labda umesimamishwa kazi, ule muda ambao utakaa bila kazi, huwe na pesa ambayo itaweza kukumudu. Labda uko peke yako, labda una familia, labda uko na watu wanakutegemea. Kwa hiyo inategemea na mtu na hali yake ya familia na uchumi. Au umepata dharura ya matibabu, umepata matatizo ya kifamilia, umepata shida yoyote ambayo itahitaji hela ya haraka au ya ghafla ili kuweza kutatua hilo tatizo. Na wataalamu wanasema emergency fund ni fedha ambayo unaweza kustahimili ndani ya miezi mitatu hadi 6. So kwa sasa hebu nikuulize, je, umeshajiwekea hiyo amana ya kuwa na emergency fund ya kuweza kukaa miezi mitatu hadi 6? So video hii nakupa siri kwa namna gani unaweza kutumia UTT AMIS kama emergency fund yako, ili tu sio unaweka hela kwa sababu unasubiri utatumia wakati shida. Unaweka hela huku pesa yako inaongezeka, wakati utapopata shida unapata na kafaida kadogo ambacho katakuwezesha wewe kufanya vitu vya ziada. So kwa watazamaji wapya au wageni, nini maana ya UTT AMIS? UTT AMIS ni aina ya uwekezaji ambapo unaweza kununua vipande. Kuna uwekezaji wa aina tofauti. Kuna uwekezaji wa fund, kuna uwekezaji wa wekeza maisha, kuna bond fund. So ni aina ya uwekezaji ambapo uko chini ya UTT AMIS ambayo iko chini ya Wizara ya Fedha na Uwekezaji. So tukija katika masuala ya emergency fund, kwa namna gani unaweza kufanya UTT AMIS iwe mfuko wako wa akiba wa swala la emergency au swala la ghafla? Cha kwanza lazima ujue kuna mifuko ambayo itakufaa kwa ajili ya muda mrefu, kuna mifuko itakufaa kwa ajili ya muda mfupi. Na hivi nitakuja kuongelea kuhusu masuala ya return na interest. Return ni aina ya uwekezaji wewe utapata ili uweze kupata chochote kitu. Kama umewekeza shilingi 10,000 unataka upate 15,000, ile return yako ni 5,000. Interest ni ile uwekezaji ambao unakuwa na riba ya kuongezeka kila mwezi, labda inaongezeka 1% au inaongezeka. By the way, merchandise yangu ya Ushindi Mug ipo, ukihitaji namba hapo chini inatoka discount kwa shilingi 25,000. Link below unaweza kupata WhatsApp, weka oda yako uweze kununua sasa. So riba kama nilivyosema inategemea, unaweza kupata 1% au chini ya 1%. Na uwekezaji kwa riba tunakuja hapo labda kwa liquid fund. So kama wewe unaweka azimio, mimi kwa mwaka nataka ni labda nipate mfuko ambao utawekeza 10% au 12 au 10 au 13. Ni wewe nia yako ya kuwekeza.
Na sio hivyo tu, unaweza ukatumia hata nyanja zingine ambayo hii sio video yake, au unaweza kuweka katika hisa. So tukija katika UTT AMIS kuna hivyo vitu viwili nilivyosema, kuwekeza kwa namna ya kupata return, kuwekeza kwa namna ya kupata interest. Lakini dhima kuu ya hapa ni kuwekeza kwa ajili ya emergency, kwa ajili ya masuala ya ghafla. Labda umepata ajali, labda umeumwa, mzazi wako anaumwa, labda ndio hivyo umeachishwa kazi, labda majanga mengine. Kuna majanga ambayo hayaongeleki, atahitaji hela ya gharama kubwa kwa ghafla hapo. So kuliko kuweka hela yako benki, ambao ndio of course ni sehemu salama, kwa nini usiweke katika sehemu ambapo kuna kupa nafasi ya hela yako kuikuta imeongezeka kwa asilimia kadhaa, ambao ni zaidi ambao unge katika benki. So kwa mimi hapa naona kuwekeza katika UTT AMIS ni njia nzuri kwako wewe ambao unataka uweke sehemu pesa yako ya emergency. Na uzuri wa UTT AMIS, unaweza ukaweka kwa mfuko yote, ukaweka standing order au ukaweka limit ya kutoweza kutoa hizo pesa, au wewe mwenyewe, kwa sababu mimi ninachoamini katika kuwekeza ni kuwa na discipline. So wewe umeamua kuwekeza kwa ajili ya emergency fund, basi iwe kwa ajili ya emergency na sio kitu kingine. So unaweza ukaweka standing order, au wewe mwenyewe ukaweka standing order hela yako, kama kwenye mshahara au kwenye sehemu yote ya biashara hela inapokuingizia, basi kiasi kadhaa kikatwe kiweke kwenye emergency fund. Hii ni kitu muhimu sana, kwa sababu hatujui kesho yetu, hatujui tutakuwa wapi. So ni vizuri kujiandaa na changamoto yoyote itakokuja hapo mbeleni. So watu wanaweza kuuliza ni mfuko gani ambao unaweza kutumia kwa ajili ya emergency fund? Okay, it depends. Kama nilivyosema, kama unahitaji return na return inaweza kuchukua muda mrefu, ni go to Umoja Fund au Bond Fund, ambapo hiyo ukiweka hela yako kwa sababu unahitaji uwe na return au upate pesa irudi kwa muda mrefu kwa njia nzuri kwa gharama kubwa, basi Umoja Fund na return. Lakini kama unataka hiyo pesa kwa muda mfupi na upate kiriba au riba ndogo ndogo, basi Liquid Fund itakufaa. Na kama una nia kuwekeza kwa ajili ya watoto wako, kwa sababu watoto ni taifa kesho, basi Watoto Fund inakufaa. Ni kwa njia gani inaweza kaanza kuwekeza? UTT AMIS ina njia tofauti. Cha kwanza, unaweza kutumia njia yao ya simu ukawekeza, ambazo *150*82 ukiweza kuclick. Kwa watu wa Tigo gharama yao ni bure, lakini kwa watu wengine lazima uweke vocha. Na video zote nimeongelea jinsi ya kujiunga UTT AMIS. Unajiunga kwa njia ya simu, video utakuta hapo chini nimeziweka. Ukishajiunga katika simu, unaweza kujiunga kwa binafsi, kwa kikundi, kwa mke na mume. Mnaweza mkaamua emergency fund ni au mtu yoyote, kwa kaka na dada, watu wafanya kazi, kwa ni nategemea na aina gani ya mfuko. Ukishajiunga vizuri, mnaenda ofisi ambayo ipo karibu yenu. Labda mko kwa Dar es Salaam, najua iko Sukari House, kwa Arusha ipo, Mbeya ipo, Dodoma ipo, au unaweza kwenda katika benki ya CRDB ambao hao ndo custodian. Nikisema custodian ni wekazi, na wao ndo wanahusika kukusanya amana za UTT AMIS na kuzimanage. Na uzuri wa UTT AMIS kama nilivyosema, hawa wadili na kukaa na pesa, wanaokaa na pesa ni CRDB. Na kwa nini hii inakuwa vizuri? Kwa sababu hii inakuondoa wewe hofu, kwa wewe unavyodhani kwamba watu wana UTT AMIS wanaweza kuwa na access ya hela yako moja kwa moja. Hapana, kwa sababu hela yako hiko katika access ya CRDB, ambao ni benki salama na inalindwa na inafanywa protocol kulingana na wizara yetu ya fedha, na pia kwa mamlaka ya CMSA ya masoko ambayo inasimamia hii masuala yote ya uwekezaji. So kama hapo uwekezaji huu kwa UTT AMIS kwa emergency fund, kuna njia nyingine unaweza ukafanya ili uweze kuwekeza au kutumia hii. So unaweza ukasema okay, mtu anasema lakini UTT AMIS inachukua muda mrefu kutoa.
unaweza ukasubiri siku 3 za kazi, na hiyo shida haina kusubiria, haiwezi kusubiria siku 3 za kazi. Okay, it's right, ndio inawezekana, lakini njia nyingine tunaweza kuwekeza sisi kama wataalamu ni kwamba lazima uwe na alternative ways ya kuwekeza. So unaweza kutumia money wallets ambazo sasa hivi nazo naona wanafanya vizuri. Kwa mfano M-Pesa. Zamani ukiweka hela yako M-Pesa ulikuwa unakuta hivyo hivyo inaongezeka ni kidogo sana, lakini sasa hivi wamejaribu kuleta skimu mpya, uwekezaji mpya ambao unaitwa M-Wekeza, ambao video yake nimeelezea katika hizo video mbili za mwisho, ambapo hii nayo unaweza ukatumia ukawekeza kiasi cha fedha cha emergency fund, ambapo ukihitaji muda huo huo kinakusaidia. Kwa hiyo unaweza ukajiwekea, labda ujiwekee 50% kama 500,000, milioni moja, ambapo ukihitaji hapo hapo unaipata. Na UTT AMIS unaweza ukawekeza kwa muda mrefu, labda ukahitaji labda hiyo shida iwe kubwa sana ambapo itahitaji pesa kubwa zaidi, lakini hizi emergency ndogo ndogo unaweza kutumia mtandao wa simu kama M-Wekeza na ukawekeza, au ukawekeza katika hisa, vitu kama hivyo. So mpaka tumefika hapa sasa, ningependa kujua ni kitu gani umejifunza. Je, wapi ulikuwa unakosea na kitu gani unapenda kiwe vizuri katika uwekezaji wako? Mimi naitwa Innocent Mshindi, YouTuber katika channel hii. Asante kwa kutufikisha sasa hivi subscriber 900 na tunakaribia 1000. Please subscribe, share kwa watu wengine, na pia hii merchandise yetu kama unavyoona hii Washindi Mug, utakayehitaji please order. Namba ni 0752855067. Pia tuko Instagram, tunapatikana kama Innocent Mshindi. Kwa yote utahitaji mafunzo na kitu chochote kwa masuala ya uwekezaji, labda UTT AMIS, hisa na kitu chochote, tunapatikana tena katika namba 0752855067 au email inomnyele@yahoo.com. Merchandise yetu pia kwa bei ya ofa inauzwa kwa gharama ya shilingi 25,000 badala ya 30,000. So asanteni kwa kuwa nami, tukutane katika video zijazo. Happy 3 years. Asanteni wewe kama wewe upo na mimi tangia day 1 mpaka sasa, kwa sababu mimi nilianza kwa sijui chochote kuhusu video making. Hata video zangu za kwanza kuziona nilishoot kupitia laptop yangu. As times go, nashukuru Mungu wa kunipa nguvu, na nyie naombeni mnipe nguvu kulike hii video, kushare na watu waweze kujifunza zaidi, ili taarifa iweze kufika watu wengi. Asanteni sana, natakia wakati mwema. Na pia t-shirt za washindi, t-shirt zinakaribia. So kwa suggestion ya rangi, this what I'm wearing is cyan blue. So kwa wewe utahitaji ni suggestion ya rangi washindi t-shirts, check below na tutakutengenezea t-shirt yetu kwa gharama ya shilingi 30,000 badala ya 35,000. Asante sana, natakia wakati mwema, chao.